Ilianza kama ndoto. Alikutana naye wakati wa mvua, chini ya mwamvuli mmoja wa daladala pale Magomeni. Alitabasamu, na tabasamu lile lilimpeleka kusikojulikana, msitu wa mapenzi. Wakaandika mipango ya kesho, wakapanga majina ya watoto. Akauza simu yake ili ahudhurie birthday yake. Akaacha marafiki, akaacha starehe, akabaki na yeye tu. Mapenzi yalikuwa moto, lakini moyo haukuambiwa kwamba moto huo ungegeuka majivu. Usiku mmoja akapitia WhatsApp yake, na hapo ulimwengu wake ukavunjika vipande. Video, sauti, maongezi ya faragha. Na huyo binti aliyemuita roho yangu, akimuita mwingine mpenzi. Aliingia bafuni, akakaa chini, maji yakimwagika kutoka bomba la juu, lakini ya kweli yalikuwa yanatoka machoni. Kwa mara ya kwanza mwanaume huyo alilia, sio kimya, bali kwa sauti, kama mtoto, kama mtu aliyevunjwa kabisa. Lakini kesho yake watu walimcheka. 200,000 zimemtoa machozi. Hana stamina. Wanaume wa siku hizi ni hovyo kabisa. Lakini hawajui, mapenzi yakiumiza mwanaume huuma ndani zaidi. Mwanaume anaweza kubeba dunia, lakini hawezi kubeba moyo wake ukiwa umevunjwa na yule aliyempa kila kitu. Leo nataka kukuuliza wewe unayesikiliza. Je, umewahi kuumia kwa mapenzi hadi ukalia? Unadhani ni udhaifu kwa mwanaume kulia kwa sababu ya mapenzi, au ni uhalisia wa moyo unaopenda kwa dhati? Tushirikiane. Tuambie hadithi yako. Tuma ujumbe, toa maoni, ama ulie kwa mara ya kwanza bila aibu. Kwa sababu hapa tunajua mwanaume naye anapenda, naye huumia.